ukamwona ni mtu mmoja anayekuchukia ofisini, anayekuchukia pale mtaani, lakini nyuma yake yule ni mjumbe. Nyuma yake yawezekana kuna mtandao mrefu sana wa watu ambao wanamtuma akakuchokoze. Wewe unasokona mkabili, unafikiri ni mama fulani tu, lakini nyuma yake kuna watu wengi sana wanakucheki tu. Wanamwambia nenda kamjaribu, nenda kamjaribu tuone hata kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ule mimi niko bado sijaokoka, niko kule uraiani kule Uswahili. Nilikuwa na kikundi changu cha wafuta bangi. Haleluya. Na mimi nilikuwa sana mwili wangu ulikuwa mdogo mdogo. Kwa hiyo kuonewa kulikuwa kwingi sana. Mtu tu amekaa mara amepiga kibao. Sasa ule uonevu mimi nikawa nauchukia sana. Na nikawa natafuta namna gani naweza kujikwamua kwenye ule uonevu. Shuleni sekondari kule nimepigwa mara wapi. Nikawa na rafiki zangu hivyo walikuwa wanavuta bangi sana. Walikuwa ni watu wazima. Kwa hiyo nikajipelekeza kwao, katengeneza urafiki. Nikaanza kwa nanunulia sigara. Haleluya. Nanunulia sigara, yanavuta pale. Dogo lazi safi sana. Mimi najisikia amani. Na tengenezea bangi, kana tengeneza bangi. Natengeneza pale yanavuta safi. Naenda nanunua kule kijiweni. Alafu bahati mbaya pale ambapo nilikuwa wanauza bangi, alikuwa mwalimu wangu wa shule msingi wa kike, alikuwa ameolewa na huyo bwana. Hakuwahi ni kukemea hata siku moja kwa habari hiyo tatizo. Kwa hiyo nenda nachukua bangi naleta na natengenezea. Sasa siku moja na mimi akanifundisha kuvuta. Nilikuwa darasa la 6 nafikiri. Kwa siku hiyo na mimi nikazimua kidogo. Nilikuwa najisikiaje niko fresh. Nikarudi nyumbani kwanza kumuuliza bibi, maana huwa nasikia bangi huwa zinavuga. Kama bibi, hivi kwenye ukoo wetu mtu akivuta bangi huwa anaweza kachiza? Nikasema mbona babu yako fulani alikuwa anavuta? Nikasema hapo safi sana. Haelewi bibi kwa nini namuuliza. Sasa yale majamaa yalikuwa ni kinga yangu, huwezi kunichezea hizi. Huwezi. Kwa hiyo kuna mahali naweza tu yakanituma nenda kacho. Kwa hiyo na wakati nilikuwa napenda sana kwenda disco. Disco. Ilikuwa tayari hata kuiba hela nyumbani ili nialipie yale majamaa, maana umri wangu ulikuwa ni mdogo. Kwa hiyo wakati mwingine hawaruhusu kwenye kumbi zingine chini ya miaka 18 kuingia, na mimi pale nilikuwa ni chini ile miaka, lakini nilikuwa napenda sana kwenda club disco. Niko darasa la 6. Haleluya. Kwa hiyo nilikuwa ikitokea nimesikia leo kuna disco, lazima hata niibe hela ili niwalipie wale rafiki zangu. Ibe ya kwangu niibie na yale chama, ili yakifika pale mlangoni lazima ya zoze mpaka nipite. Wakizua nasema huyu mwachie mwana huyu ingie, mwache ingie. Sasa mule naweza nikamua tu nimchokoze mtu yote. Kwa mimi naenda kumchokoza mtu. Yule mtu atanitazama mimi na kunidharau. Kumbe nyuma yangu nina watu ambao wamekaa tu wanakunywa pale bia wanakucheki. Ila na mimi napokuchokoza nakaa distance kidogo ili usiyoka ni shuti moja. Unaweza kumwona mtu anakuja kwako kampuuza ukafikiri ni adui mmoja. Hapana. Huyo Danieli alikutana na watu wengi sana waliokuwa wanamshambulia, lakini walituma wajumbe kadhaa, lakini nyuma walikuwa na backup ya maadui wanaomfuatilia. Maandiko yanasema wakaona ya kwamba tunampataje. Na ndipo shetani huwa anapotaka kukushambulia, kuna maeneo anayaangalia yanayokupa nguvu ya kusimama. Akishayaona ataanza kukutegua kidogo kidogo, hutaacha siku moja. Ataanza kukutia tuka uzito, leo umepunguza kuomba, kesho umepunguza kuomba, umepunguza kuomba. Na shetani ili akupate anakutengeneza sababu inayoonekana. Sio sababu ya uongo. Kwa nini uongo? Sababu inayoonekana ambayo hata ukisimama kwa mchungaji ukamwambia mchungaji, sijakuja kuomba leo. Leo bwana, mtoto alikuwa anaumwa sana. Mtoto alikuwa anaumwa sana. Amen. Kwa hiyo kabidi tu niache kuja. Basi pole sana mwanangu, pole sana. Si sababu tayari. Hapana. Akishaigusa ile tayari anaweza kukupata. Na ndio maana Danieli aliposoma ule mchezo akasema hapa hamwezi kunipata. Mnafikiria ya kwamba sitaomba. Sasa kwa kuonyesha akaenda akafungua kabisa madirisha ili mnione ya kwamba mimi ni cheu. Akapiga magoti, akaomba asubuhi, akaomba mchana, akaomba jioni. Wale wakaenda kwa mfalme kushitaki ya kwamba yule mtu tumemwona tena alivyo kiburi kafungua na madirisha. Nikwambie kuna mahali tunakuwa jeuri kwa sababu
sababu maombi yanatuzunguka. Kuna mahali adui akitutamani, akija kwa njia anakuta ukuta wa Bwana umesimama, kwa sababu maombi yanakuwa ni kinga. Kuna mahali si sadaka, si utakatifu, si chochote isipokuwa maombi ambayo tunaomba yanatulinda kabisa kabisa, yanatukinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nilikuwa nakemea pepo. Kuna binti moja alikuwa binti mzuri sana, alikuwa na huduma nzuri. Akateleza, alipoteleza pepo akaingia. Walipoingia, kwa sababu alikuwa na karama nzuri sana, walimchukua bila kuchelewa, akajikuta yuko Malawi, akaenda kwenye hekalu moja hivi la manabii yule. Kwa hiyo akawa ni kama mhudumu wa yule nabii yule ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neema ya Mungu akarudi tena huko. Alivorudi kaanza kazi ya kumwombea. Ukiwa umekaa naye hivi, unamwona ni kama mtu. Unaweza kumtuma kazi na anakujibu, lakini sio yeye. Ni mwili tu unaona, ila ndani yake roho nyingine. Sasa siku moja wakati namwombea, nimemwombea sana. Yule pepo alikuwa ni vigumu kuona amejificha wapi. Kuna eneo Mungu akanisemesha ambalo adui linampa nguvu. Nikaanza kushughulika nalo. Baada ya kumaliza, yule pepo akajitokeza akasema, yaani wewe umetutafuta mpaka umetupata. Ila basi tu. Unajua pepo mpaka alitikisa kichwa akasema, ila basi shukuru maombi unayoomba siku zote. Nikaja kumbe hii ni special case. Kuna mahali unaona uko salama, kumbe kuna kitu kinakutetea. Kuna mahali unaona vita haibuki, sio kwamba hakuna vita. Niwaambie, tunaocheka nao wengine ni maadui zetu. Wengine waliotuzunguka tunaona kama tuko pamoja nao, kumbe ndani yake wana kitu wamekibeba, wanatafuta ni namna gani wanaweza kutupata. Tunaweza kuwa tunakunywa nao chai pamoja, kumbe wanatafuta ni wapi wanaweza kutupata. Unaweza usione vita inaibuka, ni kwa sababu kuna kitu kinasimama tukuzunguka. Kasema shukuru maombi unayoomba. Yaani tunakutamani. Mimi leo umeniweza naondoka, lakini tumekutamani sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni ushirika wako muhimu sana. Danieli walipojua ya kwamba kinachompa jeuri ni maombi, acha tupini maombi. Walipopini maombi, yeye jamaa akashtuka, akaendelea kukaza maombi. Na wewe nasema acha uvivu katika maombi. Hakikisha unakuwa ni mtu wa maombi siku zote. Tena tengeneza mfumo wa maombi unaoweza, usijipe tabu. Kama uweze kufunga siku nyingi, funga unaweza Bwana. Maana Mungu anaheshimu, na sio kila siku lazima ufunge. Unaweza ukaamua leo ukapata chakula, lakini ukawa na dakika zako 20 za kuomba. Yale maombi yanatosha. Asubuhi umeomba, mchana umeomba, ukiunganisha yanakuwa ni kitu kikubwa sana. Haleluya. Usiseme yani mimi msimu utakuja kufunga hapa hamna Bwana. Wewe anza hivyo hivyo. Kama unaweza kufunga siku moja funga. Kama unaweza kuamka alfajiri uombe omba. Kama unaweza ukapata chakula lakini ukawa na muda wa kufunga kuomba, fanya. Mungu anasikia, Mungu anaelewa, na unajitengeneza kitu kikubwa kuliko ni mtu ambaye haombi kabisa. Anategemea maombi ya kuombewa kila siku. Mimi nakwambia wewe utakuwa ni marehemu unayetembea. Saa yoyote ni kufunga na kufungua umeanguka, kwa sababu maombi ya kuombewa yana nafasi yake, lakini kuna mahali ambapo nafsi yako lazima isimame yenyewe. Mungu anamwambia Ezekiel, simama kwa miguu yako, na mimi nitasema na wewe. Usisimame kwa maombi ya mtu mwingine, jitengenezee akiba ya maombi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tengeneza maombi ya kwako tu. Kwani ni kazi jamani? Sema sasa, kwa sababu shetani anajua ukiomba unasogea hatua, lazima aanze kukuzuia. Usiseme mimi mwanafunzi niko mazingira ya hatari, sina muda wa kuomba. Hata dakika 10 zinatosha. Na unapoomba inategemea mazingira yako wapi. Wakati mwingine uwezo ukapata nafasi kubwa ya kuomba kama ukiwa kanisani. Hata kama mazingira yanabana, wewe unaomba kimoyomoyo. Haleluya. Omba kimoyomoyo, Mungu anasikia. Sio mpaka ucharuke kama uko kanisani. Unapoomba kimoyomoyo, hata kama ni dakika 5, tayari uwepo wa Bwana na nguvu za Mungu na utendaji wa kiroho unaungana pamoja na wewe. Kwa sababu maombi ni ushirika ambao unaunganisha nafsi yako na utendaji wa ulimwengu wa roho. Unapoanza kuomba, utendaji wa ulimwengu wa roho unaingia kazini katika kile unachoomba.
Pigie Bwana makofi kama tunaelewa. Sasa maombi huwa yanabadilika. Sawa? Maombi huwa yanabadilika kulingana na vitu kadha wa kadha. Na ndio maana usizoee kuomba. Usizoee maombi. Kwa sababu maombi huwa yanabadilika. Na kuna vitu ambavyo vinasababisha hali yako ya kuomba ibadilike. Utamwona Yesu alipokuwa anakaribia mwisho. Unaona hali yake ya kuomba ilivyokuwa ngumu. Biblia inasema maombi yake yalikuwa ni mazito kiasi ambacho lile tone la jasho lilipodondoka ilikuwa ni kama damu. Alikuwa na maombi mazito sana. Uyakuti maombi yale akiomba nyakati zingine zozote. Usiku mmoja ulikuwa unamtesa Yesu. Ni kwa sababu alipitia wakati ambao unahitaji package kubwa ya maombi.